Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi hiki. Tutaangalia sajili ya matangazo au sajili ya habari. Tunaambiwa ni lugha inayotumiwa katika vituo vya kutolea habari kama vile redio na kadhalika. Sifa za sajili ya matangazo au habari. Hapa kuna kosa pale, inafaa kuwa ni sajili ya sinya. Sifa ya kwanza tunaambiwa hutumia lugha ya maelezo ya kina. Maelezo ya kina ina maana kwamba mambo huelezwa kwa undani. Sababu ni ili kuelewa yanayojiri. Ukiangalia wakati mwingi wanapotangaza habari, wanahabari wanaeleza mambo kwa kina ili msikilizaji aweze kuelewa kwa kina, ili msikilizaji asije akabaki na maswali. Kwa hivyo tunasema hutumia lugha ya maelezo ya kina. Mambo huelezwa kwa kiundani. Pili, hutumia wakati uliopita. Taarifa inayoripotiwa ishatendeka. Taarifa inayoripotiwa ishatendeka. Ukisikiliza vizuri wanaporipoti wanahabari, wanasema ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 9 asubuhi, mambo kama hayo. Kwa hivyo wanatumia wakati uliopita. Sifa ya tatu tunaambiwa kwamba hutumia lugha nyepesi. Sababu ya kutumia lugha nyepesi ni ili uweze kueleweka kwa upesi na umma. Kumbuka habari hutolewa kwa umma, na umma ni watu wengi, kuna waliosoma na kuna ambao viwango vyao vya elimu viko chini. Kwa hivyo sababu ya kutumia lugha nyepesi ni ili kila mtu aweze kuelewa, asije akabaki na utata. Sifa ya 4 tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya sentensi ndefu. Sababu ya kutumia sentensi ndefu ni ili kutoa maelezo kikamilifu, ili mambo yaweze kuelezwa kwa undani. Sifa ya 5 tunaambiwa kuna kuzingatia kanuni za sarufi ili kutopotosha maana ya habari. Kumbuka habari inaripotiwa. Iwapo kanuni za sarufi hazitazingatiwa, habari huenda ikapotoshwa, ama kile ambacho kinazungumziwa huenda kikapotoshwa. Kuna matumizi ya sentensi ndefu, hiyo ni hoja ya 4, ili kutoa maelezo kikamilifu. Hoja ya 5 tunaambiwa kuna kuzingatia kanuni za sarufi ili kutopotosha maana ya habari. Na sifa ya 6 tunaambiwa kuna matumizi ya msamiati maalum. Msamiati maalum hutumika kulingana na habari zinazoripotiwa. Iwapo habari inayoripotiwa ni kuhusiana na kifo, msamiati unaohusiana na kifo hutumiwa. Iwapo habari inayoripotiwa ni kuhusiana siasa, basi msamiati wa siasa hutumiwa, maendeleo, elimu na kadhalika. Na sifa ya 7 na ya mwisho tunaambiwa kuna matumizi ya lugha ya heshima ili kutoudhi wasikilizaji. Kumbuka unatoa habari kwa umma, na iwapo utatumia lugha isiyo na heshima huenda ukawaudhi wasikilizaji, na kwa hivyo huenda wakakosa kusikiliza habari unayotangaza. Sajili ni ya matangazo au habari. Sifa ya kwanza hutumia lugha ya maelezo ya kina ili kuelewa yanayojiri. Sifa ya pili hutumia wakati uliopita. Taarifa inayoripotiwa ishatendeka. Sifa ya 3 tunaambiwa hutumia lugha nyepesi ili kueleweka kwa upesi. Kumbuka umma kuna waliosoma sana na kuna wale ambao kiwango chao cha elimu kipo chini. Sifa ya 4 kuna matumizi ya sentensi ndefu ili kutoa maelezo kikamilifu. Sifa ya 5 huzingatia kanuni za sarufi ili kutopotosha maana ya habari. Sifa ya 6 kuna matumizi ya msamiati maalum kulingana na habari zinazoripotiwa, hiyo tushafafanua. Sifa ya 7 kuna matumizi ya lugha ya heshima ili kutoudhi wasikilizaji. Na hizi ni baadhi tu za hoja. Siku zote tunamshauri mwanafunzi afanye utafiti wa kina na utaongezea hoja zingine. Kwa sasa niseme tu kwa heri, tutaendelea.